Movie inaanza, kuna huyu dada anaitwa Divine, anatembea kila kona kijiji chake kusambaza injili ya neno la Mungu. Anazunguka huko akiwa anaimba kwamba je, atakapokuja upo tayari kumpokea? Jitakase nafsi yako mpaka mwili wako uwe mmoja utakaochukuliwa na yeye. Akiwa anatembea kuendelea kusambaza injili pale, kuna hao wachumba fulani vya kawafuma hapa. Wapo wanasubiri washikaji wakiwa wamevaa nguo zinazowachora miili. Akawasikitikia sana pale. Kwa hiyo kwenye nguo zote mkaona mnunue hizi na mkaamua kuzivaa kabisa nguo kama hizi zinazoonyesha saa sita zenu tena zikiwa kamili kabisa. Hamjui kuwa miili yenu ni hekalu la Bwana. Sasa kwa nini mjichafue? Tena mjichafue kwa kiasi kikubwa kama hichi? Wale masista wakaulizana, huyo vipi? Inakuwaje wanaingiliana mpaka kwenye mambo yao ya binafsi kama hivi? Aliwasema sana pale, ila hawa ni sikio la kufa. Hawawezi kamwe kusikia dawa. Upande wa pili kwenye hichi kijiji kuna hili kundi linaloongozwa na jamaa mmoja anaitwa Pato. Hili ndilo kundi linalotisha na kuogopeka na kila mkazi wa kijiji hiki. Hawana kazi nyingine ya ziada zaidi ya wizi na biashara nyingine ambazo si halali kabisa. Tuacha ya wauni sasa. Huku Divine kafika anapoishi. Anaishi room moja na huyu dada anaitwa Julie. Hapo Julie katoka kumtimua mtu mbio na mwiko, maana alikuwa anataka some more, ikiwa tayari hela yake imekwisha. Akawa anamsimulia kabisa Divine eti huyu mtu amekuja kamaliza hela yake na bado anataka tena. Divine akamuuliza anataka nini? Si ndo kumwelekeza pale. Akamuuliza kwa hiyo mmelala kwenye kile kitanda ambacho ndo huwa nalala pia? Julie akajibu ndio, hamna kitanda kingine hapo. Hivi Julie, umewezaje kumleta mtu kwenye kitanda ambacho huaga ndipo ninaingia na kusomea neno la Bwana, ambapo ndipo sehemu pekee ninayosomea kitabu changu takatifu? Julie akamuuliza ni kitu gani ambacho umeshawahi kuchangia humu ndani ambacho kinakupa uhuru kabisa wa kuninyima uhuru wangu kufanya ninavyotaka mimi? Yani kila kitu si uaga na nunua mimi, au kuna chochote ambacho umeshawahi kuleta humu ndani? Unajua uaga na vipataje? Ndo kwa design kama hiyo sasa uaga na vipata. Naye akaanza kumpa Julie neno pale, hujui mwili wako ni hekalu la Bwana. Hili ni hekalu linapaswa kulinda na kusitiriwa vizuri sana, lakini wewe unahakikisha hekalu lako unaligawa kwa kila mtu atakayekuwa na pesa, unampa tu. Inabidi tuombe kwa hicho kitanda ambacho mmekitumia kufanya uzinzi, kitanda ambacho ndo uaga nasomea neno takatifu. Akachukua maji akaanza kumchapa nayo Julie pale kama kumtakasa tu. Ila kabla hatujafika mbali sana, naomba utambue ya kwamba wale wote unaowaona mtaani muda mwingine kwenye magari na sehemu yoyote ile kwenye mkusanyiko wa watu wakiwa wanatangaza injili, wale si wenda wazimu, wala si kweli kwamba wanategemea sadaka yako ili wao kuishi. Huwezi kujua wanayoyaona, ila wapo kutukumbusha kila siku ipi njia ya kweli. Naomba tuungane kutoka mwanzo hadi mwisho mwa huu mzigo unaitwa To Win a Heart. Make sure tayari umesubscribe na kugusa alama ya kengele ili muda wote kupata burudani inayofuatia asubuhi na mapema sana. Julie kavaa vya kutega pale na nini, anamtoka kwenda kwenye pati moja hivi. Divine akasimama naye tena pale, umevaa nini hiki? Julie akadai huo ni mtoko bomba sana kwake na anakwenda kwenye pati sasa hivi. Divine akamwambia hivi, unajua siku za mwisho zinakuja na hiyo siku itakuwa ni siku mbaya sana upande wako. Nguo za aina gani hizo unazovaa? Nakwambia siku hiyo ya mwisho utakuwa kwenye moto usiokwisha. Ni nguo za aina gani hizo unavaa msichana kama wewe? Nakwambia siku hiyo utakuwa kwenye moto usiokwisha. Unaungua huko ukiwa na njaa na kiu kali sana. Alafu kwa upande wa pili utaniona mimi nikiwa nyumbani kwa baba, yani kutakuwa na vinywaji vingi sana. Kutakuwa pia na vyakula vya kutosha, lakini sitakudondoshia hata tone moja la maji huko kwenye moto unaowaka. Julia akamsikiliza. Unajua bado umuelewi kabisa yani. Maana Divine anapakuishi katoka kwenye kijiji chao kaja kwenye hicho kijiji pia yeye ndo anamstiri. Na anamstiri kwa huruma tu. Julie baada ya kumsikiliza sana Divine akatoka pale akiwa anazungusha Mombasa tu Nairobi mzee, hata kiutani kabisa yani. Akiwa bado anamsikitikia Julie pale, akaja jirani mwingine ambaye pia inaonekana walipanga kuondoka na Julie, ila Julie ikawa kamtangulia kuondoka tayari. Divine akaanza kulalamika pale, yani kweli mimi nalindwa na Mungu, nimezungukwa na dhambi kushoto, nimezungukwa na dhambi kulia pia, na dhambi zote hizi ni za uzinzi. Huyu naye akaona Divine usinchanganye bana, naye akaamua kuondoka pale asiendelee kusikia zaidi ya Divine. Turudi huku pande wa pili kwa kina Pato sasa. Yupo na vijana wake hapo. Kuna dada mmoja akawa kakatiza barabarani kule, hajapaka makeup, yani yupo na uso wake wa asili. Alafu hivi ndio vitu vya Pato kabisa yani. Anapendaga wadada wenye sura za asili kama hizi. Akaagiza itoe mchuchu mara moja. Jamaa mmoja akatoka kweli kwenda kumuita. Na sio kwamba wanakuomba, hii ni by force mzee, iwe unataka au hutaki. Akawa anamwambia twende kwa hiari yako au nikutie kwenye bega nikupeleke. Dada bado mbishi tu muda huo. Huyu jamaa akaona isiwe kesi bana.
akambandika kwenye bega, akampeleka mpaka kwa Mr. Pato. Kakaanza kuomba pale Pato asimpende maskini, asimpende kabisa yani. Pato na kauli yake moja anasema kwamba anything Pato want, wenzake wote wanaitikia Pato gets, anything Pato want, Pato gets, akiwa na maana chochote Pato anachokitaka Pato anakipata. Akasimama akamsikilizia kwanza harufu pale, mtoto natural kabisa yani, huna perfume, yani una harufu yako ya asili mpaka uso wako wa asili pia. Pato alishapanga kabisa kwenda kujipoza na huyu dada usiku wa leo. Kama bahati vile akawa anasema yeye na mchumba na anaolewa ndani ya wiki hii, kwa hiyo naomba aachwe tu. Mchizi akasema chochote Pato anachokitaka Pato anakipata. Akamwambia yatoka, kwanza sijakupenda kabisa. Hiyo ndo ikawa salama ya huyu mke wa mtu mtarajiwa. Sasa kwa kuwa Sister Divine huu mtaa wote ni wake, pia akawa anafikia mpaka kwenye hili kundi la kina Pato. Yani anasambaza injili kila kona, hajali wala bagui mtu yoyote yule. Hawa jamani waoni na wanaogopeka sana hapo mtaani, kila mtu anawaogopa, ila sio kwa Divine mzee, na pia wenyewe wanamheshimu Divine kuliko kawaida. Alipotoka pale Pato naye akachomoka huko ndani, akauliza aliyekuwa hapa ni nani? Wakamwambia huyo anaitwa Sister Divine, mzaliwa wa pili kabatizo huyo. Akasema nafikiri nimempenda na ninamtaka. Kumbuka Pato huaga anapenda toto zenye natural face, no makeup, no surgery mzee. Huaga anapenda vitu vya asili kabisa. Mchizi wake akamwambia sio kwa huyu Pato. Akasema sio kwa huyu kivipi? Mimi ndo namtaka sasa. Akamwambia ni namba nyingine mzee. Akauliza chochote Pato anachokitaka, wakaitikia Pato na kipata. Akawaambia hapana wazee, sio kwa yule msichana. Ni mtoto wa Yesu mkumbuke, na ni msambaza injili yule. Angalia kwanza nguo zake, angalia sketi ipo kule yani. Jamaa wakabeti kabisa na Pato. Anasema ndani ya mwezi huu lazima mpate yule msichana, na kama hajampata basi adaiwe naira 200,000. Akapinga na huyo mchizi wake mmoja hapo. Huyu mchizi alikubali 100 kwa sababu anamjua Divine na anajua kabisa pale paingiliki kirahisi, panalindwa kuliko kawaida. Akiwa pale pale simu yake ikaita, akamwambia washikaji kimya. Bi mkubwa akapiga simu hapa. Aliyepiga simu ni mama yake kweli, na anasema kwamba babake amekufa, njoo walau kwenye mazishi ya babako basi. Akauliza baba yupi? Nakumbuka alinikana kwamba mimi simo naye. Mama akamwambia yale alishapita. Fanya urudi nyumbani tu kwa sasa hivi, uchukue uangalifu juu ya mali za babako na juu ya kila kitu alichokiacha babako sasa hivi. Mchizi akamwambia mama, mimi sijajua kabisa kama nitarudi hapo. Mama akaongea kwa uchungu sana yani. Akasema atamsubiri mpaka atakapokuwa tayari kuja kuchukua uangalifu juu ya mali za babake. Pato kwao ni matajiri sana yani. Kuna story gani behind mpaka Pato kuwa gangster huko mtaani? Ikiwa kwao ni matajiri wa kutupwa, na ndo mamake kampigia simu walau akachukua uangalifu juu ya mali za babake baada ya mzee wake kufariki, lakini mchizi hataki kabisa kupasikia. Tutajua taratibu tu. Kumbuka Pato sasa hivi yupo mawindoni, anamtaka Divine kwa hali na mali. Leo akaja na kundi lake mpaka anapokaa Divine. Kwanza Julia akapigishwa magoti pale, wakamuuliza Sister Divine yupo wapi? Akawajibu Divine yupo kwenye kazi yake, kaenda kusambaza neno la Mungu huko. Pato akamwambia kama akija mpe ujumbe wangu, mwambie ninamtaka na mwambie nitampata tu. Wenyewe wakaondoka huko wakiwa wanajisemea kwamba anything Pato want, Pato gets. Julia kabaki kachanganyikiwa pale. Huyu Divine kaenda kuwachokoza nini kina Pato mpaka wamtafute kwa kasi kiasi kama hichi? Muda huo huo Sister Divine naye akafika nyumbani, akawakuta roommate wake pale. Anasema hizi ni dhambi, wakosefu hapo wananiangalia kutaka kuniharibu. Akawaambia nyewe wakosefu, hamwezi kuamini niliyosikia huko kanisani leo. Unaweza kuamini waimba kwaya ambao walikuwa bado hawajaoana wamefumwa wakiwa wanafanya mapenzi bila ya kuoana? Hivi kweli waimba kwaya kabisa wanazini? Muda huo anaongea hivyo wenzake wanamchora. Akataka kuingia ndani pale. We unaenda wapi? Naingia ndani. Unataka kunizuia uongeze dhambi nyingine zaidi? Akamwambia hilo swali nikuulize wewe, kwanza kwa nini kina Pato nakutafuta? Akauliza Pato, Pato, sijui hekalu lolote la Mungu linaloitwa Pato. Julia akamuuliza unamaanisha nini kusema umjui Pato? Gangster namba 1 hapa kijijini. Hakuna mtu kwenye mtaa huu ambaye amjui. Awe mtoto, baba, babu, bibi, mama, kijana, wote wanamjua. Sasa iweje wewe umjui Pato? Divine akauliza je, anaamini katika Mungu? Kama amini katika Mungu, mimi sina biashara na mtu yoyote asiyeamini katika Mungu. Julia akamwambia ndo anakutafuta sasa, na ni mtu hatari sana hapa kijijini. Divine akaingia zake ndani bana. Mtu hatari vipi bwana? Amekuwa Mungu yeye? Upande wa pili huko mjini kwenye jumba la dhahabu ambapo pia ndo nyumbani kwa kina Pato. Leo mwanasheria kaja. Anasema ni lazima Patrick aje kuchukua uangalifu juu ya mali za babake kama maagizo ya mzee. Maagizo ya mzee alisema kwamba ni lazima mali zake zote zichukuliwe na kijana wake, na kila kitu alichokuwa nakisimamia mzee basi kijana wake aendelee kukisimamia pia. Baada ya kutoa maelekezo mengi pale, mwanasheria aliondoka. Mama akajaribu tena kumpigia simu Patrick pale, ila mchizi apokee. Nakumbuka kule uaga ajiiti Patrick kabisa, uaga anajiita Pato.
Pato, gangster namba 1. Mida akiwa kitaka muona Divine, wakamsogelea wakamweka kati pale. Akamwambia nafikiri ulipata ujumbe wangu kuwa nilikuja kukutembelea. Akamuuliza kwa hiyo kumbe wewe ndo Pato wanayekuogopa kila kona? Akamwambia ndio mimi, nakupenda unaonaje hiyo? Mimi na wewe tukawa. Akamuuliza tukawa vipi eti? Ushaona wapi giza na mwanga vimekaa sehemu moja? Wewe ni giza na mimi ni mwanga. Pato akamwambia ndio hivyo nakupenda. Naye akamjibu Mungu anakupenda pia. Unamaanisha nini? Namaanisha nini nakupenda wewe? Naye akamjibu Bwana Mungu anakupenda pia. Nipishe kwanza niondoke. Uondoke kwenda wapi? Yaani Pato naongea na wewe na wewe unataka kuondoka? Pato alimchimba mikwara mingi sana pale, ila mwisho wakamwacha aondoke tu. Kila mmoja akala kona yake. Akawa anasema Mungu awasamee tu. Jamaa akamuuliza umesema nini? Nimesema Mungu awasamee. Usumbufu wa kuishia mtaani tu. Leo Pato akamwamkia kabisa mpaka anapoishi. Divine akatoka akamuuliza wewe mwenye dhambi unataka nini? Akasema anampenda. Akamwambia Bwana Mungu akusamee sana yani. Divine anadai mwili wake ni hekalu la Bwana. Hawezi kufunguliwa hivi hivi tu. Pato akaona hivi unanichukuliaje lakini wewe? Hivi unajua kwa nini kijijini hapa wananiogopa? Ni kwa sababu wanajua rangi yangu ya pili. Sasa wewe endelea kunikataa, utajua kwa nini kijijini kote hapa wananiogopa na utajua kwa sababu gani uoga wananiita Pato. Washikaji wakaondoka, ila haijamshtua wala kumtisha Sister Divine kabisa yani. Anajiamini kuliko kawaida. Barabarani huko vijana wa Pato wakamtokea Julie, wakampiga kwanza mkwara pale kwamba asipomfikisha Divine kwa Pato usiku wa leo basi chochote kitampata. Akawauliza Pato kampendea nini, lakini Divine, mbona kila kitu ambacho Divine anacho yeye pia anacho, kama nyashi ipo, nguo kali zipo, makeup ipo. Wakamwambia wewe sio type ya Pato kabisa yani. Pato atumii mali ambayo inatumika na kila mtu na inatumika kila mahali kwa ajili ya pesa tu. Pato anamtaka Divine. Na ukumbuke Pato alibeti na mshikaji wake mmoja kwa lazima mpate Divine ndani ya mwezi huu. Kama hajampata ndo kaliwa naira 200,000. Sasa Julie kumpeleka Divine kwa Pato hawezi. Kwa hiyo alichoona afanye ili kuepukana na hili balaa za Pato, akamtimua Divine nyumbani kwake kabisa. Si alikuwa akamstiri tu hapo. Akamuuliza unanifukuza mimi? Hivi unajua ni kwa sababu gani unabaki salama mpaka sasa hivi licha ya kuwa wewe ni mtenda dhambi? Ni kwa sababu ulikuwa na mimi mtu wa Mungu. Hiyo ndo ilikuwa salama yako. Lakini sasa hivi unanifukuza kweli? Julie akamwambia nenda huko bwana. Aliyekutuma kwa kina Pato nani? Huyu jirani mmoja naye akawa anamuuliza maswali ya kumchora pale. Eti naweza kukusaidia ukaje ukaishi nyumbani kwangu kama utojali? Akamwambia never. Huyu